moja katika nchi fulani ya kusadikika. Alitembelewa na rafiki yake wa nchi nyingine. Akamletea zawadi ya ndege aina ya tai. Akiwa bado mchanga, yule ndege alikuwa anavutia kweli kweli, na mfalme alikuwa tayari amepata ndege mwingine kabla ya huyo aliyeletewa. Huyo mfalme alipompokea yule ndege, alimlisha kupitia watumishi wake, wakati mwingine anamlisha yeye mwenyewe ili anawiri awe kama yule aliyekuwepo kabla. Baada ya miezi kadhaa kupita, jambo la ajabu lilitokea. Ndege aliyekuwepo awali akaruka angani, lakini yule mwingine aliyepewa na rafiki yake hakuruka. Aliendelea kung'ang'ania kwenye tawi la mti alipokuwa akiishi wakati wote katika banda lake, lakini hata alipolazimishwa kuruka, huyo ndege hakuruka. Baada ya hapo, mfalme alipata changamoto kidogo. Akajihoji kwa nini huyu ndege haruki, na wakati yupo umri unaokaribiana na yule ambaye alikuwepo kabla. Mfalme, kwa kuwa ana watu wengi katika himaya yake, aliwaita watumishi wake na akawaambia wataalamu wa mambo ya mifugo na ndege wamfanye huyo ndege aruke. Wataalamu walitumia mbinu ya kila namna kumfanya ndege aruke, lakini ilishindikana. Mfalme alikata tamaa, akajua huyo ndege hataruka tena. Mfalme huyo akatoa dau kwamba yeyote atakayemfanya ndege wangu aruke atapewa heshima katika ufalme wangu. Ndipo mfanyakazi mmoja kwenye kitengo cha mbali akamfuata mfalme, akamwambia, ninamjua mtu ambaye akifika hapa atamfanya ndege wako aruke. Mfalme akashtushwa, wataalamu wangu wameshindwa, yupi huyo umjuae wewe atakayemfanya ndege wangu aruke? Yule mtumishi akamwambia, yupo mkulima mmoja, yupo ng'ambo, kijiji cha mkoa wa mbali, huyo atamfanya ndege wako aruke. Mfalme akatuma watu wakamchukue huyo mtu ambaye ni mkulima, ambaye anaaminika kwamba atamfanya huyo ndege aruke. Mkulima alipofika na alimkuta tai yule yupo kwenye tawi lake, akamwambia, naomba panga. Wakamletea upanga. Alichofanya, alikata tawi la mti lililokuwa limeshikiliwa na huyo tai, na huyo tai akaruka angani. Mfalme akashangaa, watumishi wakashangaa, na mkulima akawaambia, huyu ndege hakuruka wakati wote kwa kuwa alijua na tawi aliyoshikilia, lakini baada ya kuona kwamba tawi aliyoshikilia halipo tena, hakuwa na namna lakini kuruka. Uwezo wa kuruka nao, lakini akilini mwake aliamini ya kwamba hatoruka. Vivyo hivyo maishani mwetu, kuna vitu tumevishikilia na vimetufanya tubaki pale pale tulipo. Comfort environment, maeneo ambayo tunadhani tumefika, lakini bado kuna mambo twaweza kuyafanya kama tu tukiamua kuruka. Lakini wakati mwingine hatutaamini haraka mpaka matawi yakatwe. Jambo moja kwako, kama kuna mambo ambayo ni adui wa mafanikio yako, ni mafanikio yale yale ambayo umeshawahi kuyafikia maishani mwako. Yale mafanikio ambayo umewahi kuyafikia maishani mwako yatakuwa kama tawi, na utaamini ya kwamba umekwisha fika na hakuna level nyingine kuliko hapo ulipo. Badili namna kufikiri, kata hayo matawi ili upae.